Wengine nasema tu Raila hataki wa Kikuyu. Wakati nilikuwa nasema Kibaki tosha, sikujua yeye ni Mkikuyu. Nilikuwa nafikiri yeye ni Mjaluo au Mluhya. Sinijua yeye ni Mkikuyu. Lakini nikasema Kikuyu ni Mkenya kama Wakenya wengine, ama sivyo? Ndio sababu tukasema tusimame nyote nyuma ya Kibaki, tuvuke hii mto tuende ngambo hili. Bahati mbaya Kibaki tukapata ajali. Alikuwa amevunjika mguu, shingo na kila kitu mbaya sana. Watu wakawa na hali ya wasiwasi. Mimi nikawaambia kwamba kapteni yetu amepata majeraha, ameumia, lakini mpira itaendelea. Si mimi ndio nilishika usukani? Mimi ndio nimefanya kampeni Kenya mzima, Kibaki akiwa yuko chini. Tukampeleka yeye London. Alafu wakarudi, mimi ndio nilikuwa nafanya kampeni ya presidential. Ndio wengine walikuwa nafikiri ati sasa Kibaki ameumia hatuwezi kushinda. Tukashinda. Kila mahali wanakuwa naita Raila Mtongoria Jamba. Ama sivyo? Mimi nilisema tunaleta uongozi mpaka nyumbani, mpaka Nyeri. Na tukafanya pamoja na Kibaki. Mpaka tena baadaye tukaja tukafanya ile serikali ya mseto. Lakini wakati huu ule tulikuwa ndio tukaketi pamoja, tulipata kama uchumi ilikuwa imeharibika zaidi. Na tukaketi na Kibaki tukafanya mpango zote. Kibaki alileta wale wataalamu ya kujua kupanga uchumi. Tukapanga. Tukaleta kitu inaitwa Vision 2030. Vision 2030. Hii vision yuko na mpango to remove Kenya from the status of a third world economy, poor economy,